nimependa nizungumze swala hili la usalama wa raia hapa nchini kwetu Tanzania, na nimesukumwa zaidi na mahojiano ambayo nimeyaona kwenye vyombo vya habari, ambapo spika wa bunge Mheshimiwa Tulia Ackson alikuwa anafanya mazungumzo na mwandishi Charles, na kulikuwa kuna maswali ya msingi sana yaliyoulizwa pale. Spika aliyatolea maelezo, lakini yale maelezo kwa kweli yamenigusa kidogo. Nikaona kama ni maelezo ambayo yalikuwa yanahitaji kuyafanyia uchambuzi kwa kiasi fulani. Kwanza niseme kwamba ni kweli kwamba taifa letu sasa hivi linapita katika kipindi kigumu sana cha usalama wa raia, hasa katika swala hili la utekaji, watu kupotea, mauaji. Hili ni tatizo kubwa sana ambalo limeanza toka awamu ya 4, awamu ya 5, na sasa kwenye awamu ya 6 inaendelea. Raia wengi wamepotea, na baya zaidi ni kwamba wananchi hawapati matumaini juu ya jambo hili, kwa sababu linaendelea na watekaji wanafanya, na haionekani kwamba kuna kikwazo chochote kinachoendelea pale. Hii ndio jambo la hatari sana, kwa sababu wananchi wanakosa matumaini. Maana yake watu wanatekwa na kupotea. Sasa katika mahojiano ambayo yamefanyika hivi karibuni yaliyomhusisha Mheshimiwa Spika wa Bunge, alipoulizwa juu ya swala hili la utekaji kwamba kwa nini bunge halionekani kwamba linaguswa na jambo hili na linachukua hatua stahiki, pengine hata ya kuisimamia serikali katika swala kama hili, ili serikali iweze kuwajibika, kwa sababu serikali ndio ina mamlaka ya kulinda usalama wa raia, na wao ndio wenye wanaotakiwa kujibu kwa nini watu wanapotea, kwa nini watu wanauawa hovyo. Alipoulizwa swali kama hili alijibu, lakini majibu yalikuwa mepesi sana. Nakumbuka nilipoangalia kwenye ile video, Mheshimiwa Spika alipoulizwa, kwanza alipojibu swali hili alianza kwa kuonyesha uwezo wa bunge. Alionyesha kwamba bunge lina uwezo mkubwa wa kusimamia serikali, na pale linapotoa maamuzi, basi yale maamuzi yake ni lazima serikali yatekeleze. Lakini la pili, alionyesha kanuni za bunge kwamba ili bunge liweze kupokea taarifa na liweze kuifanyia kazi ile taarifa, basi ni lazima taarifa ile iweze kuwa na ushahidi wa kutosha. Bunge haliwezi kupokea taarifa ambayo ya kawaida tu iliyosikika kutoka tu katika vyanzo ambavyo haviaminiki alafu ikafanyia kazi. Kwa hivyo alionyesha kwamba endapo bunge likipewa taarifa katika yenye ushahidi wa kutosha, basi bunge huwa linafanyia kazi, na kwa maana hiyo lina uwezo kuigiza serikali na serikali ikafanyia kazi hilo jambo. Lakini jambo la tatu alieleza spika ni wasiwasi wa taarifa zinazotolewa na wananchi kuhusiana na swala hili la utekaji wa raia na mauaji ambayo yanaendelea. Haya ndio mambo matatu ambayo aliyazungumzia, na mimi ningependa na mimi kuyapitia haya mambo matatu. Kwanza nikianza na ile la hadhi na uwezo wa bunge. Ni kweli kabisa kwamba na mimi naungana naye kwamba bunge ni chombo kikubwa na kina uwezo mkubwa kabisa, na kikatiba ndiyo mamlaka yake kuisimamia serikali, na matarajio ya wananchi ni hayo, kuona kwamba bunge linaisimamia serikali katika masuala mbalimbali. Mojawapo ilikuwa ni swala hilo la kuhakikisha kwamba serikali inalinda usalama wa raia na inawajibika katika yale mambo ambayo ni muhimu. Naungana naye kwamba hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kikatiba. Lakini la pili ni hili swala kwamba bunge pale linapopewa taarifa, basi taarifa ile lazima iwe na ushahidi. Nalo pia nakubaliana naye katika hili. Sasa katika hili nilizungumzia moja kwa moja, kwa maana kwamba spika anajaribu kuonyesha kwamba tatizo lililopo katika ule wito wa wananchi kutaka bunge lichukue hatua juu ya swala kama hili. Anaonyesha kwamba taarifa pengine zinazofika bungeni, zile ambazo zinakuwa hazina ushahidi, ni taarifa za kawaida, kwa bunge haliwezi kuchukua hatua kwa taarifa ambazo sio za kawaida. Sasa mimi hili nipenda kumkumbusha kwamba
wananchi wamekwisha kuchukua hizo hatua kupitia kwa baadhi ya wawakilishi wao. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekwisha wasilishiwa jambo hili kwa ushahidi mkubwa na wa kutosha. Katika fursa hii ningependa nitoe maelezo au nisome maelezo ambayo yamewahi kuwasilishwa katika moja ya vikao vya bunge mwaka 2018 ili yamsaidie spika kujua kwamba jambo hili lishafikishwa rasmi katika bunge lake, lakini bado halijafanywa kazi. Maelezo yanasomeka kama ifuatavyo, ambayo ukirejea katika kumbukumbu za bunge la Jamhuri ya Muungano mwaka 2018 haya maelezo utayakuta. Maelezo yanasomeka kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Juni 12, 2017 mchana, Bi Ziada Salum wa kitongoji cha Maporoni alikuwa nyumbani kwake akipika chakula cha familia, ambapo jeshi la polisi lilifika na kumchukua kwa ajili ya kwenda kwenye mahojiano. Ni miezi 11 leo tangu achukuliwe, hajarudishwa mpaka leo. Familia yake haijaarifiwa chochote, imekaa na matarajio kuwa ipo siku atarudi. Si Bi Ziada tu aliyechukuliwa na kutorudishwa mpaka leo, bali wapo wengi zaidi. Mwezi huo Juni 26, 2017, kina mama familia moja, Rukia Muhohi na Tatu Muhohi, walichukuliwa na jeshi la polisi na mpaka leo hawajarudishwa. Kwa hiyo basi, kwa maelezo hayo ninayoyatoa kwa mujibu wa kanuni ya 120 kifungu kidogo cha pili ya kanuni ya kudumu ya bunge, nitatoa hoja binafsi kutaka bunge lako tukufu kuunda kamati teule kufanya uchunguzi kuhusu kadhia za mauaji, kupotea, kupigwa risasi na kuteswa wananchi. Haya ni maelezo yaliyowasilishwa bungeni na mbunge wa Kigoma mjini wakati huo, Mheshimiwa Zitto Kabwe kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hivyo maelezo ya spika kwamba pale bunge linapoletewa taarifa zenye ushahidi wa kutosha, basi huwa linachukua hatua. Basi haya maelezo aliyozungumza, mimi nimemletea maelezo ambayo yenye ushahidi wa kutosha yaliyofikishwa bungeni. Taarifa hii imeeleza nani waliotekwa, tarehe waliotekwa, na imewataja jeshi la polisi kwamba ndio waliohusika, na watu hao waliochukuliwa wametajwa majina yao, na tokea wakati huo mpaka leo hii tunapozungumza, mpaka hiyo 2017 walikuwa hawajapatikana, lakini taarifa tulizonazo mpaka leo hii 2025 hao watu hawajapatikana mpaka leo. Juzi wakati ametekwa Bwana Mdude Nyagali, mimi ni mmoja katika watu ambao walioandika kwenye vyombo vya habari juu ya ile tukio, na nikatoa wito kwa bunge kwamba bunge liunde tume kuchunguza haya matukio. Mimi nilitoa ule wito kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba bunge lina taarifa za kutosha na za kina na ushahidi wa kutosha juu ya swala kama hili. Kwa hiyo mimi nilipotoa ule wito nilikuwa nakumbusha bunge juu ya haya ambayo tayari yamekwisha wasilishwa bungeni. Kwa hivyo tunamkumbusha Mheshimiwa Tulia Ackson, hili sio swala la kisiasa wala sio swala la kubabaisha. Ni swala linalohusu uhai wa watu. Ni swala zito, watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanapotea. Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi. Ni chombo ambacho kinatakiwa kisimame kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, maslahi ya wananchi. Inapofika mahala kwamba wananchi wanatekwa, wanauawa, halafu chombo cha uwakilishi cha kuwatetea, yani kinaonekana kwamba hakijali, kinawapuuza, hilo ni tatizo kubwa zaidi. Na inakatisha tamaa pale mtu kama yeye ambaye ni spika wa bunge anapofika mahala anapokumbushwa jambo kubwa kama hili, badala ya kupokea yale maelezo ikaonekana kwamba ameyazingatia na kwamba atayafanyia kazi, yeye anasimama anatoa taarifa ambazo kama leo hii tunavyozungumza hapa sasa zinakanushwa kuonyesha kwamba kile anachokizungumza sio sahihi. Madai ya kwamba bunge halijapata taarifa kwa usahihi, sisi tunamthibitishia kwa maelezo kama haya. Akienda kwenye Hansard za bunge mwaka 2018 atakuta maelezo ambayo yametolewa na wabunge yakiwa na ushahidi wa kutosha. Na taarifa hii hapa wametajwa watu kama 3-4, lakini taarifa ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa inahusisha watu zaidi ya 380. Siku hiyo ilipowasilishwa bungeni kwa ujumla. Akienda kule ataikuta hii taarifa, ni taarifa nzito zaidi.
Swala la tatu ni swala la Speaker ameonyesha kwamba ana wasiwasi na taarifa zinazotolewa na wananchi, na akaonyesha kwamba taarifa zile hazina